Nafurahi sana kuwa katika uwanja huu siku ya leo tena. Nawapenda katika jina la Yesu. Najua kuna wengine wananisikiliza wakiwa nyumbani, wengine wanatusikiliza wakiwa njiani, na wengine wapo vijiweni, na wengine wapo mahali popote. Maana najua sauti yetu inafika mbali. Yote hayo ni mpango wa Mungu, utusikie popote pale ulipo. Uliyekuja uwanjani, uliyepo nyumbani, unayepita njiani, uliyepo kijiweni, lakini uzuri sauti yetu inafika mahali popote. Haleluya. Tumefurahi sana kuwa hapa tena Disemba hii, na napenda nikwambie, nilikuwa sijui, ila nilikuwa nikifanya tathmini, kwa sababu huwa sipendi kufanya vitu bila tathmini. Huwa napenda nijue ni namna gani tumefanikiwa au namna gani hatujafanikiwa, kwa sababu unapopanga jambo kuna kufanikiwa na kuna kutokufanikiwa. Kwa hivyo mtu mwenye akili nzuri huwa anafanya tathmini ili ajue ni wapi amekwama, ni wapi amefanya vizuri, ni wapi anatakiwa aongeze juhudi, ni wapi anatakiwa afanye vizuri zaidi. Nikafanya tathmini, nikakuta kumbe tangu tumeanza hapa hii mikutano yetu ni mwaka wa 7. Pia katika kufanya tathmini nikakuta hatuko kama tulivyokuwa. Pia tumepiga hatua pia katika maisha yetu. Mungu amebadilisha maisha ya watu sana, na kwa kweli lengo letu lilikuwa ni hilo, wala hatukuwa na lengo hata lingine, hatukuwa na makusudi mengine yoyote. Ilikuwa tu kusudi ni lile ambalo Mungu ametuelekeza tuje tufanye, kwamba watu maisha yao yabadilike. Sababu tulivyokuwa tunakaa tukasema twende tukahubiri na nyumbani, maana tunahubiri pia sehemu zingine, watu wasaidiwe na Mungu. Mimi ni muumini sana wa maisha ya watu kubadilika. Sipendi leo uko vile vile, kesho uko vile vile, na kesho kuto uko vile vile, alafu umeridhika tu. Huo ni ugonjwa mbaya sana. Yaani kwa kweli kati ya kitu mtu anatakiwa asaidiwe na Mungu ni kuona maisha yake yasipobadilika inamuumiza kichwa. Na mwanzoni sana tulisema watu pia wajitambue, na zawadi kubwa ambayo Mungu anaweza akampa mtu ni kuona aibu mambo yanapokuwa hayaendi sawa sawa. Na kati ya laana mbaya ambayo itakuja kwenye maisha ya mtu ni mtu asipoona shida mambo yanapokuwa yabadiliki. Mtu aoni shida aibu inapojitokeza katika familia yake, na mtu aoni shida anapoona mambo yanaenda mrama. Mtu asiyeona shida anavyoona leo niko hivi, mwakani niko vile vile, na mwaka ujao baada ya miaka 10 niko vile vile. Mtu asiyeona shida, huyo mtu ana tatizo kubwa. Inatakiwa kuanza na hilo tatizo. Alafu na mimi kazi yangu ni kuja kuambia iko dawa. Utakaposumbuka moyoni, unakutana na neno linasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Lakini kama mtu hajaona mzigo, utampumzishaje? Lazima mtu aone mzigo, alafu asumbuke, alafu asikie sauti ya mtu aliye nyikani ikisema wasumbukao waje nao watapumzishwa. Umetaabika sana. Kwa taarifa yako, kuna mambo ambayo ukiyatatua kiroho utakwama, na kuna mambo ambayo ukiyatatua kitaalamu utakwama. Kila jambo lina namna yake ya kutatua.
Ndio maana kuna saa unafanya kazi sana lakini hamna manufaa, na kuna saa mtu anaenda shule akifikiri shule ndio inasaidia, alafu anakuwa haina manufaa, alafu anashindwa na mtu ambaye hajaenda shule, ambaye alimaliza darasa la 7 akakwama, anamshinda, anakupigia honi, alafu na degree. Haleluya! Sijui umewahi kuona. Mimi najua, na huyo mtu ninayemjua simtaji. Una degree yako sandukuni, alafu anatokea mtu anakupigia honi, anakuambia pisha, au basi anakupa lift. Lakini kupewa lift na mtu asiye na degree, una degree, si inauma? Si inauma? Wewe sijui nani ana degree, wewe watu unapewa lift na mtu asiye na degree, anasemesha gari tap, anakuambia panda. Na kule mjini ukipewa lifti unasikiliza mziki utakaowekwa, uruhusi kuchagua. Ukikuta anacheza bolingo unasikiliza hiyo hiyo hata kama umeokoka. Si unakuja umejaa, si unasema mimi ni mlokole, si nini, umeingia gari ya mtu ameweka bolingo unasikiliza hiyo hiyo hata kama mnaenda kilomita 20, unajaa bolingo kichwani. Unajaa bolingo, ukienda kulala usiku unasikia nani anaimba, wale waimbaji wale. Sasa nimesema hivyo kwa sababu gani? Kuna mambo hayahitaji msuli, yanahitaji usaidiwe na Mungu ndipo uende mbele, ndipo ukafanye hiyo kazi. Na nyinyi ni mashahidi. Watu wameanza kujenga nyumba baada ya kahawa kupotea, maana watamsifu, watamtukuza Mungu kwamba hatukuwa na mazao ya biashara tulipojenga nyumba. Wakati watu wanalima mazao ya biashara huku ya kahawa, hawakuweza kujenga nyumba. Wakati watu wanavuna magunia mengi ya kahawa, wakati mavituo ya kununua kahawa huku yako na mzunguko wa fedha ni mkubwa, watu hawakuweza kujenga nyumba za maana. Eti wanaanza kujenga saa hii. Tunajua ni Bwana. Tunajua ni Bwana. Na hiyo ndio ajenda yetu ya kukaa hapa uwanjani na baadaye mkesha. Wale wasioweza waweze. Wale walioenda katika giza wameiona nuru kuu. Ni kitabu cha Isaya. Haleluya. Unajenga, unajiuliza na wewe ulivyojenga hata wewe uelewe. Kuna watu walikuwa wananishuhudia na wenyewe hawaelewi, alafu najenga nyumba nzuri kuliko za watu walio mjini. Nafikiri watu walio mjini wanaishi maisha mazuri. Wewe fikiria tu, kuna watu akitoka mjini hata kama amejiremba namna gani, asikudanganye sana. Kuna watu wanaishi maisha magumu kule kuliko kijijini. Kuna mtu yuko mjini lakini anaishi kama kijijini. Yaani kuna mtu yuko pale Arusha mjini anaishi maisha ya mareu, alafu ya mtu wa chini wa mareu. Lakini kwa sababu yuko town basi ni jina, ana jina la hiyo kitu. Roho wa Mungu ananiambia tunakaribia sana kuingia nchi ya ahadi. Kwa hivyo nataka tujifunze mambo kadhaa ambayo yatatusaidia sana kuweza kuingia nchi ya ahadi. Nchi ya ahadi kule utalima, mazao yatakuja. Nchi ya ahadi utasoma, shule itasomeka. Nchi ya ahadi utafanya biashara, itafanyika. Nchi ya ahadi utapanga mipango, itapangika. Saa hii haupangi mipango ikapangika, maana upo jangwani. Lakini saa inakuja ambayo utapanga mipango, itapangika. Utazaa wana watabarikiwa. Haleluya. Na watakuwa wako. Saa hii una wana lakini si wako, maana wameenda utumwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu leo la kwanza kabisa ni kuishika Torati. Kumbuka nimesema huu ni mwaka wa 7. Nilikuwa nikijikumbusha maandiko tuliyosomeana mwaka jana kwamba Musa aliamuru kila mwisho wa mwaka wa 7 Torati isomwe kwa wana wa Israeli. Kwa nini Musa aliamuru namna hiyo? Kwa sababu alijua Torati ndio
nguvu ya wana wa Israeli. Torati ndio nguvu ya wana wa Israeli. Kuishika Torati ndio nguvu ya wana wa Israeli. Kwa hivyo Musa akaandika Torati, alafu akasema mtasomea, akawaambia makuhani Walawi, akawaambia kila mwisho wa mwaka wa 7 mtasomea wana wa Israeli Torati. Haleluya. Lakini sio hiyo tu. Mungu alipompa Yoshua kijiti cha Musa, alimwelekeza akamwambia, wewe ndio unavusha watu wao kuvuka Yordani. Wewe ndio utakayevusha watu wao kuvuka Yordani. Kuna kitu Mungu ananiambia tangu jana na juzi. Kuna watu Mungu amewachagua kama kina Joshua kwa ajili ya kuvusha familia zao mto Yordani waende nchi ya ahadi. Naongea na mtu najua. Kuna mtu Mungu amekupandikiza kwenye familia kwa ajili ya kubadilisha hiyo familia. Wewe ndio majibu ya familia kwenye hiyo familia ya kwenu. Na mimi nakwambia jipe moyo na uwe hodari na moyo wa ushujaa, kwa sababu kuiondoa hiyo familia hapo ilipo sio kazi rahisi. Maana hiyo familia ina watu wabishi. Maana hiyo familia ina watu wanaopinga. Maana hiyo familia ina watu hata hawataki wokovu. Maana hiyo familia ina watu hata hawakusikilizi, hata hawakuoni kama mtu wa maana hiyo familia. Lakini jukumu ni lako, bebana nao, beba tu hivyo hivyo hata kama ni miba. Kuna mtu ukimbeba mgongoni na kuchana na viwembe, lakini nakwambia bebana naye tu, shika mkono. Akitaka kuchana na kiwembe, shika mkono, mwambie twende. Maana wewe ndio umepewa hilo jukumu. Yesu, Mungu alijua wana wa Israeli ni jeuri. Maana walifika mahali akasema, pamoja na kwamba nimewavusha bahari ya Shamu, pamoja na kwamba nimempiga Farao mbele yao, lakini bado walikuwa wananungunika, walikuwa waniamini. Kwa hivyo ndivyo watu walivyokuwa. Jana nilisema kwenye mkesha, hata Musa walimuuliza, wewe ni nani kuja kuwa mwamuzi wetu? Nasikia naongea na watu ambao wao ndio watakao badilisha familia yao. Nao ni wale watu ambao wakiona aibu nyumbani wanasikia kero. Ni wale watu ambao wanasikiaga kero. Achana na wale ambao mambo ni bora yaende. Kuna watu nikiangaliaga na waona, yani hata hataki kuvaa hivi, hataki kuvaa olela. Lazima achague avae nini, lazima achague ale nini, lazima achague anywe maji gani, lazima achague nyumba ionekaneje. Hata kama kitambaa sio cha gharama kubwa, lakini unashangaa ameenda sokoni, amenunua vitambaa, ameremba makochi, ametandika kwenye meza. Huyo mtu ana mzigo na familia yao. Ukiona unaanza kuona makochi yamekaa vibaya, unaenda unaanza kutengeneza vitambaa vya kufunika makochi ya kwenu, beba hiyo mwanangu, enda nayo, maana umekabidhiwa wewe ndio Yoshua wa nyumba ya baba yako. Haleluya. Na Mungu atakusaidia, wala hautakuwa peke yako. Cha msingi shika neno, shika Torati. Haleluya. Haleluya. Yoshua 1 sura ya 8. Yoshua 1 sura ya 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Wewe ndio unapeleka familia yenu huko inakoenda, nchi ya ahadi. Na kwa taarifa yako nimekuambia, tunavuka sasa mto Yordani tangu tulipoanza. Sasa wewe ndio umepewa hilo jukumu, lakini shika Torati. Angalia kutenda jinsi maneno yake yanavyosema, ndipo utakapoifanikisha njia yako, na kisha ndipo utakapostawi sana. Hakuna kustawi bila kushika Torati. Hakuna kustawi. Hata ukienda utakuwa hujaenda na Bwana. Na mtu asienda na Bwana huwa hafiki mbali. Anafika mahali anayumbishwa na upepo mdogo, anarudi alikotoka. Lakini mtu anayetembea na Bwana anaenda mbali. Hata ikitokea mawimbi anashinda, kwa sababu ametembea na Bwana. Bikira atachukua mimba, naye atazaa mtoto mwanamume, nao atamuita Imanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Tunataka Mungu awe katikati yetu. Tunataka Imanueli.
Imanueli maana yake Mungu yupo pamoja nasi. Mtu akitembea na Mungu hakuna mtu atamweza. Ukishindana na mtu anayetembea na Mungu ni sawa na unapiga mkuki teke. Utaona kama umemshinda, maana haonaga mbwembwe. Ni watu wapole, ni watu wanaosema usinionee, ni watu wanaosema usinionee na mtegemea Mungu. Lakini ukisikia umeonea mtu akwambia na muachia Mungu, jihadhari sana, maana kipigo chake hakitakuwa kidogo. Huyo mtu mwenye Imanueli ndani yake atakapokaa na kumweleza Mungu wake mambo, hapo ndipo utakapoanza kuona unayumba. Usicheze na mtu aliyeitwa kwa jina la Bwana. Ndio maana nakushauri, kaa na Imanueli. Hakikisha kwenye nyumba yako kuna Imanueli. Na wewe Yoshua wa nyumba yako, hakikisha unatembea na Imanueli. Ishu sio kushinda, ishu ni kukaa na Imanueli. Ndio wengi wameshindwa. Pambania hilo swala. Shika Torati. Kwa nini tunashika Torati? Ndipo Bwana atakufanikisha. Naenda speed. Tunashika Torati kwa sababu Bwana ameagiza kwamba hicho ndicho kigezo cha kukufanikisha. Na Bwana ndiye afanikishaye. Asikudanganye mtu mwenye kiburi cha mafanikio yake akakwambia Bwana si anayefanikisha. Yeyote awe nani au nani, asikudanganye mtu yoyote. Aliyesema Torati ishikwe ndiye anafanikisha watu. Na hivyo ndio vigezo vyake. Kama unataka kwenda mbali, nenda ukiwa umeshika Torati ya Bwana. Ukienda mjini na Torati ya Bwana, watu wa mjini watakushuhudia. Ukienda Ulaya, ukienda nje ya nchi, umeshika Torati ya Bwana, utakuta wazungu wanakusubiri, wanasema amekuja mtu aliyebarikiwa. Kama unasikia utamu kama mimi, nasikia utamu sana. Kwa hiyo utafanikiwa katika njia yako ukiishika Torati, lakini utabarikiwa. Hebu fungua Torati 7:12 hadi 15. Nataka niende speed. Na itakuwa kwa sababu mwasikiliza hukumu hizi na kuzishika na kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimizia agano na rehema aliyowaapia baba zako. Hiyo ni 12. Kuna rehema na neema na agano ambalo baba zako wameapiwa, lakini hazijatimia kwa sababu vigezo na masharti havijazingatiwa. Na mimi sipendi nikudanganye kwamba nina uwezo wa kukuambia kitu kitokee, lakini haujazingatia vigezo vya anayetenda. Torati utaishika. Ukiishika Torati, ndipo Bwana atakapo kutimizia agano alilowapia baba zako. Agano alilowapia baba zako ni kwamba wewe umeumbwa ukiwa tajiri, lakini haui tajiri. Kwa nini? Alafu bahati mbaya shetani amekuja amekufunga. Umezoea hali ulionayo, umezoea kuishi namna hiyo, hata haikupi kero. Lakini nakwambia, utakaposhika Torati, Bwana atatimiza kile alichoapia baba zako juu yako. Haleluya, haleluya. Shika Torati, mtu wa Mungu. Shika Torati, shika maagizo ya Bwana. Haleluya. Ukienda mjini, shika maagizo ya Bwana. Usichukuliwe na upepo wa mji. Usichukuliwe na upepo wa mji. Bahati nzuri na mimi nimekaa mjini, kwa hiyo sikwambii vitu vigumu. Ukikuta mtu amechukuliwa na upepo wa mji, ni ushamba. Huo ndio ushamba wenyewe. Huo ndio ushamba wenyewe. Yaani unaenda kule unakuta watu wananyoa kiduku na wewe unazolewa tu. Mwalimu Nyerere alisema ni kama dodoki. Dodoki ukiliweka mahali linanyonya maji na takataka, na wewe unaenda unanyonya tu. Ukikuta mtu amevaa vibanio, vimini vya vibanio, na wewe unanyonya tu. Huo ndio ushamba wenyewe. Tunakushangaa, tunakutana na wewe uliondoka ukiwa binti mzuri, unarudi umepata maendeleo. Maendeleo gani vimini? Bwana wewe. Tunaachana hapa miaka 5, ukirudi unarudi umejichubua mpaka unataka kutoboka. Eti uoni kama unapendeza ukiwa unanyonya tu kama dodoki. Wewe acha hiyo. Mjini wasikuzikwe, kaa na Yesu. Yesu ndiye
yote. Ukiwa na Yesu hata akitokea nani, wewe ni bora. Watu wa mjini wasikuzingue, wewe ndio utawazingua na Yesu uliye naye. Kwa taarifa yako, wewe binti, ukiwa na Yesu unapendeza kuliko mtu mwenye vipodozi, unapendeza kuliko mtu mwenye vipodozi, unapendeza kuliko mtu aliyepaka wanja, unapendeza mtu kuliko aliyechoma nywele, unapendeza. Hujawahi kuona wewe harusi watu wanaulizana huyu mtu amempendea nini? Unafikiri ni nini imependeza? Ana wanja wa moyoni, ana wanja wa moyoni, ana wanja wa moyoni, ana lipustiki ya moyoni, kwa sababu Bwana ana lipustiki ambayo mwanaume akiona akatisi. Kamuulize Esther Malikia. Esther baada ya kupanga wanja na maombi ya Mordekai, binti wa watu akapita wala hata hajiamini, maana ana uhakika kama anaweza kuwa malkia. Ni kama wewe tu unakata tamaa mpaka unaolewa na mtu yoyote tu. Lakini bahati nzuri Esther akawa na mjomba wake, mshauri wake, akamwambia, mwanangu, usiende kujichafua na vipodozi vya mfalme. Tuna vipodozi vyetu ambavyo mfalme hawezi kukatisha. Mfalme atakapokuona moyo wake utashtuka, atasema huyu ndiye malkia kuanzia leo. Mabinti wa hawaamini hayo, lakini jaribu, utakuja kunishukuru. Simaanishi kwamba nyinyi wote ni mabinti, ila sisi tunaelewana, si ni kweli? Na mfano wa mabinti ni mfano tu. Kuna mengi ambayo yanahitaji mkono wa Bwana tu. Mimi nakwambia binti, wewe jirembe rohoni. Sikatai ukasipake wanja, maana si dhambi, si ndio? Lakini nakwambia kuna wanja mwingine usioonekana ambao ukijipaka, tena ukajipaka kwa bidii, ukipita hivi, alafu hata upiti kwa lengo la kuwavutia, utashangaa hawakatishi. Yaani hawakatishi. Alafu sasa huo uwanja huo unawatoa wale wanaume wabovu. Maana wale wanaume wabovu hawaonagi, wanavutiwa na wanja. Lakini kuna wanaume wale ambao ni baba bora. Baba bora asiyetelekeza watoto, baba bora asiyesaliti mke wake, baba bora asiyetawanya mali za nyumbani, baba bora asiyelewa, baba bora asienda. Yaani huyo ndiye Mungu atakuwekea. Wale wa baba wabovu wasiojitambua, Bwana anawaingua. Bwana anawaingua. Bwana anawaingua. Anakuandalia baba atakaye kuheshimisha. Anakuandalia baba atakaye hubiri siku moja kama mimi. Anakuandalia baba ambaye ukimwacha Arusha utakuja kumkuta hivyo hivyo ulivyomwacha. Anakuandalia baba ambaye ukimwacha miezi 6 ukirudi unamkuta vile vile ulivyomwacha. Hiyo ndio mkono wa Bwana. Hiyo ndio baraka ya Bwana. Baraka ya Bwana utajiisha, wala haichanganyi huzuni pamoja nayo. Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Pokea wanja kwa jina la Yesu. Pokea wanja wa Bwana kwa jina la Yesu. Bwana akuinue. Bwana akuinue kwa jina la Yesu. Bwana akukumbuke. Lakini shika Torati. Ukiishika unakuwa na Emmanuel katika maisha yako. Emmanuel maana yake Mungu pamoja nasi. Mungu katika maisha ya mtu. Na Mungu akiwa katika maisha ya mtu, kwanza huwa haruhusu aibu ije. Nimejiridhisha kwamba Mungu aibishi mtu aliyeitwa kwa jina lake. Nimejiridhisha bila shaka yoyote. Iwe iwavyo, inyeshe mvua, liwake jua, mtu aliyelitaja jina la Bwana hawezi akaaibika kamwe. Subiri utaona. Utaona watu waliotaja jina la Bwana hawataaibika kamwe kwenye maisha yao. Kama kuna mtu anasubiri uaibike, hatasubiri sana. Hatasubiri sana. Hatasubiri sana. Hatasubiri sana. Hatasubiri sana. Wewe amtumainie Bwana ni kama mlima Sayuni ambao utatikisika bali wakaa milele. Ndio maana milele. Wewe hautatikisika. Hata upepo ujapovuma sana, huo upepo haukuhusu. Siko najisikia kutaja mabinti.
Hata upepo wa kutokuolewa ukiwepo, wewe haukuhusu. Sasa binti zangu, najua mnichukii, na watolea tu mfano. Mbarikiwe sana. Haleluya. Hata ukisikia watu siku hizi hawaolewi, tunasikia sensa imepita, halafu wanawake asilimia 60 na wanaume asilimia 50 na wanaume asilimia 40. Haikuhusu wewe. Wewe haikuhusu, kwa sababu wewe umeitwa kwa jina la Bwana, na wewe ndio utavusha watu wa kwenu waende nchi ya ahadi. Nasema wewe ndio utavusha nyumba ya kwenu kwenye hiyo aibu inayopitia. Nasema wewe ndio utakayeondoa hiyo aibu. Wewe ndio utakayeondoa hiyo mauti. Shika hicho kijiti na wewe kwa jina la Yesu. Shika hicho kijiti kwa jina la Yesu. Wewe ndio utaheshimisha baba yako. Wewe ndio utaheshimisha mama yako. Siku moja baba yako atasema, Bwana ninakushukuru. Bwana ninakushukuru kwa sababu yako. Kwa sababu yako. Kwa sababu yako. Cha msingi ng'ang'ania. Heri kung'ang'ania wokovu bila kujali kitu chochote. Kama ukipongezwa wewe ng'ang'ania. Usipongezwa ukasema nimemaliza, ukarudi ndani kwenda kulala. Ukipongezwa ongeza zaidi. Ukikataliwa ongeza zaidi. Ukikataliwa ongeza zaidi. Ukikubaliwa ongeza zaidi. Wala usiangalie watu wanakusema kwa jina gani. Wakikusema kwa jina baya, libandike kwa Yesu. Wakikubandika jina baya, bandika kwa Yesu. Yesu ndiye alibeba mambo yote msalabani. Ukibandikwa jina baya, peleka kwa Yesu. Yesu anapokea takataka zote za watu. Sote ukipewa jina lolote lile, wewe jiweke, wewe ondoa kwa Yesu. Mpeleke Yesu, nimepewa hili jina, kamata. Yesu, nimeitwa maskini, kamata. Yesu, nimeitwa hili, kamata. Yesu, nimeambiwa sitafika mbali, kamata. Kwa sababu kuna watu wamekuambia hutafika mbali, lakini mimi nakuambia nimetumwa na Bwana, utafika mbali. Utafika mbali. Alimradi usiniangushe, utafika mbali. Utafika mbali. Nasema mimi nilifika mbali, nimefika mbali Bishop. Na kwa hiyo ninajua watu watafika mbali. Kwa sababu na mimi sikuwa mtu anayetakiwa kufika mbali, anayestahili kufika mbali, lakini nikakamata Torati, nikakamata Torati, nikakamata Torati, nikakamata Torati, nikakamata Torati, nikakamata Torati, nikaenda nayo. Nikienda Ulaya naenda na Torati, nikienda China naenda na Torati, nikienda Japani naenda na Torati, nikienda India naenda na Torati, nikienda South Africa naenda na Torati, nikienda mahali popote naenda na Torati. Haleluya. Haijalishi wanaikubali Torati au wanaikataa. Haijalishi kampani yangu haikubali Torati au wanaikataa. Mimi naenda na Torati, maana Torati ndio imenifikisha mbali. Kama Torati ya Bwana uende mbali. Nashika Torati. Mwambie kama umefuta rudisha. Maana kuna siku utanipigia nikuulize wewe ni nani unaongea. Alafu unaniambia mimi ni ule mjomba wako ambaye naishiki kule, niliisha na miaka fulani uliniona tukiwa na nani na nani, anakumbusha mlolongo mrefu mpaka unasahau, maana story ni ndefu. Anajaribu kujitambulisha sasa. Kama wewe ulivyokuwa unajitambulisha kwake. Umewahi wewe kumsaidia mtu anakataa? Kwa sababu hataki msaada wako, maana hata wewe hakutaki. Umewahi wewe kumsaidia mtu, unaenda unajipendekeza ufanye ili angalau upate kibali kwake, anasema huyu usiguse, kama vile utaharibu. Utakaposhika Torati watakutafuta wote. Sasa utaanza kuwa tu hauna muda sasa. Si ndio? Ukikataliwa na mtu usilazimishe. Tunaelewana Nakupa hiyo formula ya mwisho. Ukikataliwa na mtu usilazimishe. Nenda tafuta Torati. Tunaelewana? Watu wakikukataa usijipendekeze. Nakupa jeuri, lakini usiwe na jeuri bila Torati, maana utaanguka. Tunaelewana? Shika Torati. Alafu wasipokutafuta nitafute, uniulize mbona hawanitafuti. Torati
ni dawa ya kila kitu. Torati ni dawa ya wajeuri, waliokutenga, waliokufukuza. Haleluya. Tusimame. Unajua kifua kimejaa. Naweza nikakaa hapa mpaka kesho.